Kuna wakati kila kijana alikuwa na ndoto moja kubwa sana: kuhamia mjini. Aliona jiji ni kama ndoto ya mafanikio. Jengo refu, kazi ya ofisini, suti kila siku na mshahara mwisho wa mwezi. Lakini baada ya miaka kadhaa ya kupiga foleni kwenye mabasi, kupiga foleni kwa ajira zisizotoka na kuishi kwa matumaini ya kuna nafasi mpya TRA, vijana wengi wameamka. Wamegundua kuwa maisha ya kweli yapo kule walikoyakimbia: kijijini, mashambani, kwenye ardhi, maji na jua. Lakini sio kwa njia ya zamani. Wamerudi wakiwa tofauti. Wamerudi na akili mpya, teknolojia mpya na mtazamo mpya. Leo kuna vijana wanamiliki mashamba ya kisasa yanayozalisha zaidi ya hekta 10 kwa kutumia teknolojia ya greenhouse. Kuna wanaofuga kambale kwa kutumia matanki ya plastiki mjini Dodoma hapo. Na kuna wanaopanda uyoga kwenye magunia ndani ya nyumba, na kila wiki wanauza maelfu ya kilo sokoni. Wakati wengine wanangojea ajira, hawa wameamua kujiajiri kupitia kilimo. Lakini sio tu kilimo, bali kilimo cha kisasa. Na leo nitakuonyesha mifano 5 ya kilimo cha kisasa kinachowatoa vijana utumwani na jinsi na wewe unaweza kuingia kwenye hii game. Kwanza, kilimo cha uyoga, dhahabu nyeupe isiyojulikana. Watu wengi bado hawajui, lakini uyoga ni moja ya mazao yenye thamani kubwa sokoni, lakini yanayohitaji nafasi ndogo sana na mtaji wa kawaida kuanzisha. Tofauti na mahindi au mpunga unaohitaji eka 2 au 3, uyoga unaweza kupandwa ndani ya chumba kimoja tu au hata kwenye banda la kawaida la nyasi. Unachohitaji ni magunia, pumba, maji na aina maalum ya mbegu ya uyoga, yani spawn. Unaweza kuanza na magunia 50 tu. Sasa, Mariam, msichana wa miaka 26 kutoka Morogoro, alianza kilimo hiki mwaka 2021. Alikuwa amejaribu kuuza mikate mtaani, lakini biashara haikukua. Alichukua $300 tu, akaanza kulima uyoga, oyster, kwenye chumba alichokuwa na kodisha. Baada ya miezi miwili, alianza kuvuna kilo 5 hadi 10 kila baada ya siku 3. Na kila kilo moja huuzwa kati ya 5,000 hadi 10,000 kutegemea na mkoa. Leo hii, Mariam ana workshop ya uyoga yenye magunia zaidi ya 500. Ameajiri vijana wenzake 4. Anakodisha bajaji kila siku kusambaza uyoga kwenye migahawa na hotel Morogoro mjini. Kitu kizuri zaidi, uyoga ni chakula kinachopendwa na watu wenye afya, wenye sukari na hata vegans. Hii ina maana kwamba soko lake linakuwa kila mwaka. Kilimo cha pili, greenhouse farming. Kilimo bila mvua, bila wadudu, bila hasara. Greenhouse ni aina ya kilimo kinachotumia nyumba iliyofunikwa kwa plastiki maalum inayoweka joto la ndani kuwa thabiti hata wakati wa kiangazi au mvua nyingi. Kwenye greenhouse unaweza kulima mboga kama nyanya, pilipili hoho, matango, spinach, strawberries au hata maua, tena kwa ufanisi mkubwa. Tofauti na kilimo cha kawaida, hapa unadhibiti kila kitu: maji, joto, mbolea na hata mdudu gani anaweza kuingia. Tuwe wa kweli, kilimo cha kawaida kinachotegemea mvua ni hatari siku hizi. Hali ya hewa haieleweki tena. Lakini kwenye greenhouse unaweza kuvuna mara 4 kwa mwaka, huku kila zao likiwa kwenye ubora wa hali ya juu. Nchini Tanzania, vijana kadhaa wamekuwa vinara wa kilimo hiki. Mfano ni Joel, kijana kutoka Arusha aliyesomea masuala ya IT, lakini akaamua kuwekeza kwenye kilimo. Alijenga greenhouse kwa milioni 2 tu, akitumia mbao na plastiki ya kawaida. Alianza kulima hoho za rangi. Leo, Joel huuza kwa hoteli kubwa na anapokea oda kutoka Nairobi. Anaingiza wastani wa shilingi 1,200,000 kwa mwezi, na anaongeza greenhouse ya pili. Na kumbuka, si lazima uwe na ardhi kubwa. Greenhouse ya mita 8 kwa 15 inaweza kuingiza mapato makubwa kuliko shamba la ekari 1 linalotegemea mvua. Na leo hii kuna makampuni yanayokodisha hata greenhouse kwa bei nafuu au kukujengea kidogo kidogo. Fursa ya 3 ni ufugaji wa samaki. Maji si tatizo, ni pesa. Unapozungumza na vijana wa mtaa kuhusu ufugaji wa samaki,
Wengi huona ni shughuli ya watu walioko vijijini, karibu na mito au mabwawa makubwa. Lakini siku hizi ufugaji wa samaki ni biashara ya mjini kabisa, tena yenye faida kubwa kuliko mifugo mingine. Leo hii unaweza kufuga kambale au sato kwenye tanki la plastiki au bwawa la saruji, hata kwenye uwanja wa nyumba ya kupanga. Unachohitaji ni tanki au bwawa, maji ya bomba au kisima, vifaranga wa samaki, chakula maalum na maarifa kidogo tu ya namna ya kuwalea. Vijana kama Bakari kutoka Dodoma wamelithibitisha hili. Alikuwa fundi seremala, lakini maisha yalikuwa magumu. Alikopa $500, akanunua tanki la plastiki na vifaranga 300 vya kambale. Baada ya miezi 3 hadi 4, alianza kuvuna samaki na kuuza kwenye migahawa ya mjini. Aligundua kwamba kilo moja ya kambale huuzwa hadi $12,000 na soko ni kubwa kuliko uwezo wake wa kuzalisha. Leo, Bakari ana mabwawa 4. Hufuga zaidi ya samaki 2,000 kila mzunguko na ana wanunuzi wa uhakika, baadhi wakitoka Dar es Salaam. Faida, anaingiza kati ya milioni 1 na 2 kwa kila miezi 4, huku akiwa bado nyumbani kwake. Ufugaji huu pia hauna kelele, harufu wala haja ya eneo kubwa. Ni biashara ya utulivu, lakini yenye utajiri uliojificha. Fursa ya 4 ni kilimo cha mjini, yani urban vertical farming. Bustani ya juu, faida ya chini. Miji inakuwa kwa kasi, lakini pamoja na hayo, chakula kinapanda bei kila siku. Hii ndio sababu vijana wanaoishi mjini wameanza kulima mboga na mazao mengine kwa kutumia nafasi ndogo sana, kwenye dari, kuta, kontena, ndoo, hata kwenye mifuko ya mbolea. Hiki ndicho kinaitwa kilimo cha vertical, yani kinapanda juu badala ya kwenda upande. Unaweza kulima sukuma wiki, mchicha, spinach, vitunguu majani na hata strawberry kwa kutumia maboksi au mabeseni yaliyowekwa safu kwa safu. Wengine hutumia bomba za plastiki na kuzungusha maji kupitia mfumo wa hydroponics. Gloria ni mfano bora wa kilimo hiki. Anaishi Magomeni, Dar es Salaam, kwenye nyumba ya kupanga yenye uwanja mdogo sana. Alianza kwa kupanda mboga kwenye ndoo 10 tu na kuuza kwa majirani. Leo hii Gloria analima mboga kwenye dari ya ghorofa 1 na zaidi ya ndoo 100, na kila wiki huuza mazao yake kwa shilingi $100,000 hadi $300,000, akiwa bado anaishi mjini bila hata kuhitaji ardhi. Kilimo hiki kinafaa sana kwa vijana wa mjini wanaotafuta kipato cha uhakika bila kuhama walipo, na kinahitaji maji kidogo, mtaji kidogo na maarifa tu, sio hata jembe. Fursa ya 5, mazao ya export, fedha zinazoruka ndege. Kama una eneo ambalo Watanzania wengi hawajachangamkia vya kutosha, basi ni kilimo cha mazao yanayokwenda soko la nje ya nchi, yani export. Hili ni eneo lenye faida kubwa sana. Mazao kama parachichi, pilipili kichaa, tangawizi, chia seeds, stevia na vanilla yanawindwa sana na masoko ya nje kama Uholanzi, Uingereza, Ujerumani na hata Marekani. Faida ni kubwa sana. Mfano, parachichi ya daraja la export huuzwa hadi $2 kwa kipande kimoja. Kijana anaitwa Moses kutoka Njombe alianza kulima parachichi mwaka 2018. Alipanda miche 500 kwenye shamba la wazazi wake. Miaka 2 baadaye akaanza kuuza matunda kwa kampuni ya kuuza nje. Kwa msimu mmoja, Moses alipata zaidi ya milioni 15. Na leo anaongeza heka nyingine 2. Amekuwa mdau mkubwa wa mazao ya export. Kizuri zaidi, serikali na mashirika binafsi sasa yanatoa elimu ya bure kwa wakulima wa mazao haya. Kuna pia makampuni yanayonunua moja kwa moja kutoka kwa mkulima hadi kupeleka uwanja wa ndege. Kwa hiyo ukiwa na ardhi kidogo, uvumilivu wa miaka 2 hadi 3 na miche ya uhakika, basi hii ni njia ya kuanza safari ya kuwa mkulima wa kimataifa. Ujumbe wangu kwa kijana mwenzangu wa leo: wakati vijana wengine wanasubiri ajira, wewe unaweza kuajiri wengine. Wakati wengine wanakimbizana na interview kila wiki, wewe unaweza kuwa mashambani ukiangalia faida yako inayoota majani. Wakati wengine wanalalamika kuhusu bei ya mboga, wewe unaweza kuwa ndio chanzo cha mboga hizo. Kilimo si mateso kama zamani. Kilimo si mateso kama zamani. Kilimo ni fursa, kama ukikifanya kwa akili, kwa maarifa na kwa mtazamo wa kibiashara, na hauhitaji kuanza na mamilioni. Baadhi ya hizi biashara unaweza kuanza na $200,000 tu au hata chini ya hapo, kama utajifunza, kujiamini na kuchukua hatua.
Kwa hiyo, swali langu ni moja tu. Je, bado unasubiri mtu akupe ajira? Au umeanza kufikiria jinsi utakavyotengeneza ajira kwa wengine kupitia kilimo cha kisasa? Chao.